Ukisikia ile mgeni hataki soda anataka 600 yake, basi ndio hicho ambacho atakifanya kocha wa muda wa klabu ya Dar es Salaam Africans Abdulhamid Mwalin, ambaye ameweza kukabidhiwa timu baada ya kuweza kuona wananchi wakiamua kumfurumusha, kumtimua, kumondosha kocha Pedro Goncalves baada ya kuweza kuona mambo kuna namna kama hayaendi kwa namna ambavyo wamekuwa wakitaka. Tulishuhudia sare ya kwanza ambayo ilitokea msimu huu ambayo ilimkuta Patrick kocha Romain Folz na kuweza kumuondosha baada ya kuweza kuona malalamiko yamekuwa mengi, kila mmoja akiwa akizungumza yake, kikosi kicheze vizuri, wachezaji wamekuwa waaminiki, wengine vitu kama hivyo. So sare dhidi ya Mbeya City kamuondosha Romain Folz. Baada ya hapo akaja Pedro Goncalves ambaye alipokelewa pia kama kawaida. Unajua kocha lazima apokelewe vizuri, kanuni zinakuwa nyingi, lakini pia ni mwanzo wa kuweza kuona ni kitu gani ambacho anakuja kukiofa kikosi baada ya kuweza kuaminika na mabosi zake ambao ni wakina engineer na wengine wengi ambao wanakiongoza kikosi cha Yanga kama taasisi. So baada ya kuweza kumwona Romain Folz akikabidhiwa, akiondoshwa na kuingia Pedro Goncalves, tuliona mabadiliko mengi ambayo yalionekana kwenye kikosi cha Yanga, lakini pia tulishuhudia pia sajili mbalimbali zikifanyika chini yake, tukiona usajili wa Depu, lakini pia tukaona usajili wa Buba Jammeh na wengine wengi ambao waliongezeka kwenye dirisha dogo la usajili. Sio mwanzo huo tu, lakini pia tulishuhudia mabadiliko mbalimbali kwenye kikosi cha kwanza na tukaanza kuona wachezaji mbalimbali wakiendelea kuaminika. Kwa sasa hivi ukiniuliza, baada ya Depu kuweza kupata majeraha, ndio hivyo amekuwa pia akianzia bench, si mtu ambaye amekuwa akiaminika na kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Buba Jammeh mbao ndefu inamhusu mara nyingi mno, ndio tulishuhudia pia kwenye mchezo dhidi ya KMC, tukaona ile sababu ambayo alifanya Pedro na kumuingiza Buba, kumtoa mtu mzima Yao Kwasi Atola. Tuliona kwa namna gani ambavyo watu waliweza kureact na mwisho wa siku akaweza kutimuliwa. So kuna namna wananchi wamekuwa na mwenendo fulani vinoma. So baada ya kuweza kukabidhiwa kiateka, tunaweza tukamuita kiateka kwa kuwa ndio mwanzo ambao anaanza kuonyesha ni mchezo wake wa kwanza, na ameweza kushinda kwa mabao 3-0 dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao ulikuwa noma. Tumeshuhudia ni kwa namna gani ambavyo wachezaji mbalimbali wamekuwa wakipewa nafasi kwenye kikosi cha kwanza, lakini pia tumeshuhudia ni kwa namna gani ambavyo timu imekuwa ikicheza kwa kupeana nafasi na kila mtu anaonyesha ubora wake. Sababu mbalimbali zimeweza kufanyika. Tumemwona mtu mzima nani huyu Babu Kajo akipewa nafasi kwa mara ya pili tena msimu huu baada ya kuweza kuona akipewa nafasi chini ya Pedro Goncalves, lakini ndio hivyo akaweza kupewa dakika za mwishoni, na tukaona ni kwa namna gani ambavyo wananchi waliweza kufurahia kuweza kupewa nafasi ile. Lakini pia tumemwona sasa hivi anaanza mtu mzima kutoka Zanzibar pale, moja kati ya wachezaji ambao wanapiga mashuti, lakini pia tumeweza kuona ni kwa namna gani ambavyo timu imekuwa ikifanya rotation. Tumeona hajaweza kuishi na wachezaji wale ambao wamekuwa wakitumika kwa muda wote. Tumeona akifanya hesabu, Pacome ametoka kuingia Mwanengo, tumeona nani huyu kutoka Zanzibar ameweza katoka akaingia mchezaji mwingine. So umeona kwa namna gani ambavyo kocha amejitahidi kufanya rotation na kuhakikisha kikosi chake akiendelea kusalia kile kile, licha ya kwamba kila mmoja ameweza kuonyesha uwezo wake. Ameweza kuingia pia mtu mzima nani Depu baada ya kutoka Dube, ameweza kupewa nafasi yake na kuonyesha kiwango ambacho amekionyesha. Ndio tumeona sababu ikifanyika na kuingia pia Damara ambaye ametokea benchi leo na kuweza kuonyesha kile ambacho amekuwa nacho, japo hakuwa na game nzuri. So kuna namna Pep Mwalin amekuja kuongeza kitu kwenye kikosi cha wananchi na kufanya pia timu kuweza kucheza kwa nafasi. Kila mmoja ameweza kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo anahitaji kuweza kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza, lakini pia kila mmoja anatamani sasa kuweza kuonyesha kwamba kocha ambaye alitoka naye kuna kitu ambacho alikuwa anashindwa kukipata kutoka kwangu kutokana na vitu ambavyo wao wenyewe wanavifahamu. Unajua wachezaji pindi ambapo unaona kocha anakuwa mpya, morali pia inaongezeka na mtu anataka kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo anakisaka au anaisaka nafasi ya kuweza kuitumikia au kukiwasha kwenye kikosi cha kwanza na kuendelea kuona hatima yake ndani ya kikosi inakuwa vipi. So kuna namna Yanga imeweza kuongeza kitu, lakini pia Abdulhamid Mwalin amekuja kuongeza morali kwenye kikosi, morali ambayo pia pindi ambapo kocha mpya anaingia kuna namna inaweza kuonekana. So wananchi wameweza kumaliza mchezo huo kwa kuweza kukusanya alama zao 3 muhimu na kuendelea kusalia kwenye kilele cha ligi kuu ya soka Tanzania bara, huku Coastal Union ikiendelea kustruggle kutafuta nafasi ya kuendelea kutafuta nafasi nzuri ya kuendelea kusalia katika kikosi cha katika msimu
ujao. So mambo ni mengi, muda ni mchache, usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na mtongo wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi hicho ambapo zinatokea. Minute official PMTZ, let's go, it's PM short till next time, you feel me? Alan Okello, pongeza sana kwa, by the way, naachaje kumwongelea Okello. Okello ameweza kuongeza orodha ya mabao, kwa sasa hivi ana mabao 6 katika ligi, lakini pia akiwa na assist 6. So ameweza mabao 6, alikuwa na matatu, ameongeza mawili, ana mabao 5 na assist 6 kwenye msimamo wa ligi, lakini pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameingia kwenye dirisha dogo la usajili. So sijui kama nitaendelea kumfananisha Alan Okello na Libase Geye au Oniseti Oura, vipi, namba zao zinasema vipi, lakini pia ni mmoja kati ya wachezaji wa dirisha dogo ambao wamekuwa na mafanikio makubwa sana kwa upande wa kikosi cha Dar es Salaam Africans. Huyo ndio ameweza kuingia na kina Damaro, ameweza kuingia na kina Masalanga, lakini pia ameweza kuingia na wachezaji kama Buba pamoja na Depo, lakini pia namba zake ndio hivyo zinajieleza. Katika ligi ameweza kusika kwenye mabao 11 ambayo ameweza kufungwa na Yanga, assist 6 na mabao 5, na amekuwa man of the match kwa siku ya leo. So performance noma sana kwa upande wake. Tuliweza kuona gari ilianza kuwaka kwenye mchezo dhidi ya Singida baada ya kuweza kupewa penalti na Prince Mpumelelo Dube. Mpaka hii leo mambo yamekuwa ni mazuri kwa upande wake Alan Okello, lakini pia kwa Prince Mpumelelo Dube ambaye pia naye yupo vizuri kwenye orodha ya ufungaji mabao. Mtu mzima Djigui Diarra naye pia hana mpinzani kwa magolikipa ambao wanaongoza kwa kuwa na clean sheet. Sasa hivi ana clean sheet ya 12 kama sikosei, akifuatiwa na golikipa wa TRA ambaye ana clean sheets 10. So tumeona mchezo wa jana aliweza kukubali kutunguliwa golikipa wa TRA, lakini pia kwa upande wa Diarra leo hajaruhusu bao lolote katika mchezo ambao umeweza kumalizika kwa Yanga kuweza kuondoka na alama 3 muhimu dhidi ya Coastal Union. Msimamo unasema vipi? Dondosha comment yako hapo, niambie ni kitu gani ambacho kinaendelea, lakini pia ni mchezaji gani ambaye ameweza kukukosha kwenye mchezo wa leo ambao umeweza kusimamiwa na kocha Pep Mwalin ambaye akiwa anasaidizana vizuri kabisa na Patrick Mabedi. Till next time, you feel me? Vizuri kabisa na Patrick Mabedi. Till next time, you feel me? Vizuri kabisa na Patrick Mabedi. Till next time, you feel me? Vizuri kabisa na Patrick Mabedi. Till next time, you feel me? Vizuri kabisa na Patrick Mabedi. Till next time, you feel me? Vizuri kabisa na Patrick Mabedi. Till next time, you feel me? Vizuri kabisa na Patrick Mabedi. Till next time, you feel me? Vizuri kabisa na Patrick Mabedi. Till next time, you feel me? Vizuri kabisa na Patrick Mabedi. Till next time, you feel me? Vizuri kabisa na Patrick Mabedi. Till next time, you feel me?